Mtu wa pili na wa mwisho ambaye natamani tujifunze kupitia yeye anapatikana katika kitabu kile cha Mathayo mtakatifu sura ya 1 mstari wa 19. Huyu ni Yusufu aliyekuwa mlezi wake Yesu, aliyekuwa amemposa Mariamu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya 1 mstari ule wa 19. Basi nitasoma. Maneno ya Mungu anasema, naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Unaweza ukanoti kwenye notebook yako haki. Yusufu anatajwa na maandiko alikuwa ni mtu wa haki. Yusufu kwenye kitabu cha Mwanzo anatajwa na maandiko alikuwa ni mtu mwenye kibali. Kile kibali kilitoka kwa Mungu, kwa sababu ilifika mahala Farao na watu wake wakasema, tupate wapi mtu kama huyu? Ni kibali. Ukitaka kung'ang'ania kitu ambacho Yusufu alikuwa nacho, unaweza usitake kumjua Mungu kupitia kile ambacho amekupa wewe. Pengine kitu ambacho alipewa Yusufu wa Agano la Kale ni tofauti na ambacho umepewa. Ndio maana ni muhimu sana kutaka kumjua Mungu. Katika kumjua Mungu atakuonesha na aina ya kitu ambacho ni silaha muhimu ya kufikia maono yako au hatima yako katika kulitimiza kusudi ambalo Mungu amekuambia kuja kulifanya. Lakini Yusufu huyu ambaye alikuwa amemposa Mariamu, maandiko yanamtaja alikuwa ni mtu wa haki. Ni mtu ambaye alikuwa anapenda kufanya vitu kwa haki. Chochote kile alichokuwa anakifanya, alikuwa anakifanya kwa haki. Unajua sio jambo la kawaida. Maandiko yanasema alikuwa amekwisha kumposa Mariamu, lakini alikuwa bado hajamjua, hajamgusa bado Mariamu, akisubiri taratibu nyingine zikamilike ndipo Mariamu awe mkewe rasmi. Lakini katikati ya mchakato huu zikainuka taarifa kuwa Mariamu ni mjamzito, na maandiko yanasema kwa vile ambavyo yeye alikuwa ni mtu wa haki, asitake kumwaibisha, akaazimu kumwacha kwa siri. Kwa hiyo mpaka maandiko yanafika mahala kusema kwamba asitake kumwaibisha. Sijui ni nini ambacho kilikuwa kinatembea kwenye kichwa na mawazo ya Yusufu. Pengine kwa sababu ni mtu wa haki, alitamani na yeye apokee majibu au matokeo ya haki. Kwa kuna vitu vilikuwa vinatembea kwenye kichwa cha kwake. Hivi ni kweli kabisa, hii ni haki. Mtu ambaye nimemposa amekuwa ni mali yangu, afu leo ninasikia ana ujauzito, tena ninaambiwa ni ujauzito wa Roho Mtakatifu. Ni roho gani huyu mtakatifu ambaye anawapa ujauzito wake za watu walioposwa? Unajua kuna vitu ambavyo vilikuwa vinaendelea kwenye kichwa cha Yusufu, vikawa vinamsumbua. Lakini kwa sababu ni mtu wa haki, akasema sitamwaibisha, nikimwaibisha itakuwa sio haki. Kwa hiyo akaazimu kumwacha kwa siri. Hayakuwa mazingira mepesi. Kitu alichokuwa nakipitia sio chepesi. Unaweza ukajaribu kuvaa viatu vya Yusufu. Wewe leo unamjua Roho Mtakatifu zaidi ambavyo nyakati zile walikuwa wanamfahamu, kwa sababu hakuwa amejifunua kwa matendo na miujiza na ishara kama ambavyo amejifunua hata hivi sasa. Yesu asifiwe. Haleluya. Viatu vya Yusufu ukaona kwamba ni namna gani ambavyo ilikuwa ni ngumu kukubaliana na ule ukweli, lakini kwa sababu alimjua Mungu, hata alipopokea ujumbe kutoka mbinguni kupitia malaika wa Mungu ukimwambia Yusufu na kumsihi aweze kufanya yale ambayo anapaswa kumtendea Mariamu na mtoto, kukimbia nchini Misri, aliweza kupokea ule ujumbe kwa furaha na amani. Kwa sababu gani? Alimjua Mungu.
uwe na uhakika kama asingemjua Mungu katika mazingira ambayo alikuwa amekubali kumove on, kwamba ninaachana na huyu dada ambaye ameniaibisha, lakini mimi kwa kuwa ni mtu wa haki sitaki kumwaibisha, asingeweza kukubali. Lakini kwa sababu alijua ujumbe huu haukutoka kwa mwanadamu, ujumbe huu umetoka kwa malaika wa Mungu, umetoka mbinguni anakokaa Mungu, akaweza kupokea ule ujumbe na akafanya yote ambayo yalikuwa yanampasa yeye kufanya. Ni muhimu sana mtu wa Mungu kumwelewa Mungu anapokuandaa kwa jambo jipya, kwa sababu viko vitu ambavyo adui anaweza akavileta ndani yako ukahisi kana kwamba adui anakusaidia katika mchakato wa kudai haki, katika mazingira ambayo wewe unaona ni sahihi kabisa, ni kudai haki, lakini ile haki haikufikishi kwenye hatima ya kwako. Kuna nyakati ndio upo katika gereza, kuna nyakati unapita katika mazingira ambayo dunia haikuelewi. Ziko ndoto ambazo umewasemesha watu, hakuna hata mmoja anakuambia hilo linawezekana, lakini huko ujumbe ambao unatoka mbinguni kwamba jambo hili lifanye katika mazingira ambayo dunia inakataa, historia inakataa. Kuna vitu ambavyo unataka kuvianzisha kwenye nchi ya kwako, ukijaribu kuambia watu wanakuambia hili bongo haliwezekani, hauwezi kufanya hiki kitu katika nchi yetu kwa sababu si jambo jepesi. Lakini ukirudi katika chumba chako cha siri ukimsemesha Mungu wako, unaona kabisa upenyo wa kile kitu na unaona majibu na unajiona kuwa mtu fulani siku moja. Endelea kuishikilia hiyo ndoto, kwa sababu Bwana ana haja na wewe. Ndio maana anakuandaa kwa ajili ya jambo hili jipya. Umebarikiwa sana mtu wa Mungu. Mungu akuinue, Mungu alikuze jina lako, Mungu akufikishe kwenye hiyo hatima ya kwako. Usione kuchoka anapokuandaa kwa ajili ya jambo jipya. Ndio ziko gharama ambazo utahitaji kulipia. Wakati mmoja Yesu akasema, awezaje mtu kujenga mnara pasipo kukaa chini na kuzihesabu gharama zake? Zipo gharama za kuwekeza kwenye maarifa na ufahamu katika kutafuta Mungu, ili anapokujia ukajue hakika huyu ni Mungu na si mwanadamu anasema, na hicho kitu kitakupa ujasiri wa kusonga mbele hata kufikia kule ambako Mungu anataka ufike. Mungu amekubariki.